Karibu tena ndugu mtazamaji wa msikilizaji wa DRC News TV, pali popote ulipo. Kwa alama mnatufuata mkiwa barani Afrika, tunasema ni karibu sana. Wala ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wala ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za siku ya leo. Leo ni Ijumaa tarehe 27 mwezi Juni ama mwezi wa 6 mwaka 2025. Pale ambapo tunakwenda kurudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukiangazia yale ambayo yanajiri kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya nchi hiyo. Na hilo ni jeshi la Kongo lenyewe ambalo limejulikana kwa jina la FARDC, likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo, lakini pia na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hila waasi wa M23. Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja turudi kwa update zetu za asubuhi ya leo, tukitazama jinsi hali ya usalama ilivyo kwa sasa mbele kwenye mistari ya mapigano, pale ambapo mambo ni moto bila moshi. Mapigano makali yaendelea kupamba moto kati ya pande zote mbili, sehemu nyingi tofauti mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Lakini asubuhi na mapema siku ya leo, nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwa operesheni ambayo imeweza kuripotiwa hapo jana katika eneo la Lubero kati ya jeshi la nchi ya Uganda pamoja na jeshi la Kongo la FARDC likipigana na wazalendo. Pale ambapo ndugu mtazamaji wa msikilizaji, mambo imeanza kuharibika na kubadilika kabisa. Hapo ni baada ya maneno ambayo ameweza kuyatangaza kutoka mjini Kinshasa Muhoozi Kainerugaba, kijana yake rais wa nchi ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Pale ambapo alitangaza siku chache zilizopita kuwa anakwenda kuanzisha operesheni ya kupiga wazalendo kabisa wote na kuwanyang'anya silaha. Hapo jana sasa operesheni iliweza kuanzishwa kwa mara ya kwanza. Nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu kwa operesheni hii ambayo imefanyika kati ya wazalendo na coalition UPDF FARDC katika eneo la Lubero, alafu tukuje kuelekea sehemu zingine tofauti mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ndugu mtazamaji wa msikilizaji, mambo sasa ni moto bila moshi. Des violents combats en cours entre les forces armées de la République démocratique du Congo et UPDF contre le jeune résistant Wazalendo en territoire de Lubero. C'est jeudi le 26 juin 2025. Ndugu mtazamaji wa msikilizaji, hapo jana kumeripotiwa mapigano makali sana kati ya pande zote mbili, yani ni kati ya coalition FARDC UPDF wakishambulia sehemu nyingi tofauti kwenye ngome za wazalendo. C'est quoi le jeu de Kinshasa? Qui a rappelé le coordonnateur des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo à Kinshasa pour le suivi de leurs relations. Puis du coup, c'est la traque de Wazalendo dans le Grand Nord. Hili ni swali ambalo wazalendo wameanza kujiuliza, na hizi ni habari ambazo zimeandikwa na wazalendo. Nataka nizisome moja kwa moja, alafu tuelekee sasa kwa habari za kweli, tukitazama sehemu gani ambapo waliweza kukabiliana hapo jana na kila kitu ambacho kimefanyika kati ya pande zote mbili. C'est jeudi le 26 juin 2025, la coalition UPDF-FARDC a lancé les attaques contre les Wazalendo sur les axes Muhola et Mabambi, sous l'étonnement de la population locale victime de tirs en armes lourdes et légères, faisant d'énormes pertes côté civil surtout. Kinshasa semble jouer le jeu de l'ennemi et sacrifier les fils du territoire qui ont tout fait pour barrer la route à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Ndugu mtazamaji wa msikilizaji, ilikuwa ni asubuhi na mapema hapo jana, ilikuwa ni Alhamisi tarehe 26 mwezi wa Juni mwaka 2025, pale ambapo coalition UPDF FARDC waliweza kuleta mashambulizi makali sana dhidi ya ngome za wazalendo. Hapo ni kwenye mlima ambao umejulikana kama Muhola na Mabambi, ama hapo ni akse Muhola na Mabambi katika eneo la Lubero. Pale ambapo kumesikika mlio wa marisasi mengi sana, silaha kubwa na ndogo, mabomu na makombora vilikuwa ni vingi sana tena zaidi. Pale ambapo raia sasa wameanza kugeuka
consequences za mapigano haya makali ambayo aliweza kusababisha ukimbizi wa maelfu na maelfu ya raia katika eneo hili la Lubero. Sasa wazalendo wameanza kujiswali swali hili: je, ni mchezo gani ambao Kinshasa imeanza kucheza? Kinshasa semble jouer le jeu de l'ennemi et sacrifier les fils du territoire. Wameanza kusema kuwa Kinshasa imeanza kucheza mchezo wa adui na kuweza kuwatoa vijana wa nchi ambao inasemekana kuwa aliweza kusakrifie, kujitolea kwa kila kitu ili kufunga njia ama barabara kwa vamizi ambalo limetoka nchini Rwanda, kulingana na jinsi wazalendo wanaendelea kushtaki kundi hilo wapiganaji wa M23. Nous pensions que le général Muhoozi, fils de Museveni, plaisantait, mais ça devient une réalité. Tulikuwa tunafikiria kuwa kijana yake Rais Museveni, Muhoozi Kainerugaba, alikuwa tu anacheza ama alikuwa tu anaongea mambo kuongea tu, lakini mambo imegeuka kuwa ni ukweli. Le gouvernement congolais sera tenu responsable des dégâts qui vont s'en suivre parce que nous ne comprenons rien de leur jeu avec l'Uganda. Sasa wazalendo wanashtaki serikali ya Kongo kuwa itakuwa responsable, itakuja kuhesabika kwa mambo yote ambayo yatafanyika katika operesheni hizi, sababu anasema kuwa hatuelewi ni nini inaendelea kati ya serikali ya Kinshasa na nchi ya Uganda. Le colonel Sekololo Cyprien, coordonnateur de wazalendo, vit dans un bureau climatisé à Kinshasa, au ministère de la Défense, par la délégation de wazalendo de Walikale. Selon les informations recoupées, il a été rappelé depuis 2 mois à Kinshasa pour le suivi de la ratio de wazalendo et du coup contre les wazalendo du Grand Nord. L'opération vise également les wazalendo autour de Butembo et du territoire de Beni avant la phase de l'Ituri, d'après un colonel UPDF qui nous en parle en Suria. Ndio mtazamaji msikilizaji, sasa wazalendo wanasema kuwa operesheni hizi zimeanzia Grand Nord, pale ambapo anataka kuanzia Lubero, Beni na Butembo, ndiposa wakuja kuelekea katika mkoa wa Ituri. Baada ya kumaliza na sehemu hizi, ndipo atakuja kurudi sasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, kulingana na habari ambazo wazalendo wanaendelea kuzitaja. Sasa ni nini ambayo imefanyika hapo jana? Nataka turudi kwa habari zenyewe za operesheni hizi. De violents combats ont opposé les forces de la coalition FARDC-UPDF au wazalendo basés sur la montagne de Muhola. Operesheni hizi ziliweza kuanzia kwenye mlima Muhola, pale ambapo wazalendo waliweza kuvamiwa na jeshi la Uganda pamoja na jeshi la FARDC, na moja kwa moja mapigano makali haya yakaweza kuanzishwa. Depuis le matin de ce jeudi, le 26 juin 2025, des sources locales parlent de Maboya où se déroule le combat. Ndio mtazamaji msikilizaji, kulingana na vyanzo kabisa vya ukweli kutoka sehemu hizo, inasemekana kuwa mapigano haya makali yameendelea sehemu ambayo imejulikana kama Maboya. Kwanza asubuhi na mapema hapo jana, depuis le matin de ce jeudi le 26 juin 2025, l'axe Maboya Mabambi est sous le coup de balle entre les deux parties. Ndio mtazamaji msikilizaji, kwanza asubuhi na mapema hapo jana, axe Maboya Mabambi iliweza kuamkia kwenye mapigano makali, mashambulizi makali kati ya pande zote mbili, pale ambapo kumeripotiwa mlio wa marisasi mengi sana, silaha kubwa na ndogo, mabomu na makombora vilikuwa ni vingi sana. Les sources dans la zone rapportent que du côté nord du groupement Muhola, en chefferie de Bashwaga, territoire de Lubero, les combats sont encore autour de Maboya. Ils opposent un groupe de wazalendo basé à Muhola aux forces coalisées FARDC UPDF. Les mêmes sources précisent qu'un dispositif important de forces de sécurité serait à destination de la zone de combat. Ndio mtazamaji msikilizaji, kulingana na habari ambazo zinaendelea kutoka sehemu hizo, inasemekana kuwa wanajeshi wengi tena kutoka jeshi la Kongo pamoja na UPDF wameonekana wakiendelea kuelekea pale ambapo operesheni hizo ziliweza kuripotiwa hapo jana. Pale ambapo inasemekana kuwa ni renforcement ya kuendeleza
mapigano hayo makali ambayo yaliweza kuripotiwa hapo jana. Du côté Kalundu et Kasasi, un groupement Muhola, on note une certaine accalmie depuis quelques heures pour le moment. Il est difficile d'établir un bilan. Toute la population vivant sur la route Vuyinga, Musingiri Vuyinga, ont repris plusieurs destinations craignant pour sa sécurité. Nous reviendrons avec beaucoup de détails au cours de la journée. Mtazamaji msikilizaji, hizi ni habari ambazo ziliweza kutolewa hapo jana baada ya operesheni hizo kali kuanzishwa, pale ambapo inasemekana kuwa kwa upande wa Kalundu na Kasasi, hapo ni katika grupema Muhola, inasemekana kuwa utulivu ulianza kurejea baada ya mlio wa marisasi mengi sana, silaha kubwa na ndogo. Lakini raia wengi wakazi wa eneo zote ambazo zinapatikana kwenye barabara la Musingiri na Vuyinga walianza kukimbia sana, watu wengi wakielekea sehemu nyingi tofauti ambazo hazijajulikana, wakihofia sasa usalama wao, wakikimbia mlio wa marisasi hayo ya silaha kubwa na ndogo, mabomu na makombora ambavyo vilikuwa vinavurumishwa sehemu nyingi tofauti baada ya operesheni hizo kuripotiwa. Créptement de balles très tôt le matin de ce jeudi, le 26 juillet, à Kalundu, entre les forces armées de la République démocratique du Congo, en coalition avec les forces du peuple ougandaise, contre les jeunes résistants wazalendo basés sur la rivière Mususa Akalundu. Mtazamaji msikilizaji, hivi ni vyanzo vingi ambavyo vimeendelea kunukuu vikielezea mambo haya jinsi yalikuwa yanaendelea. Huyu anasema kuwa sehemu ambayo amejulikana kama Kalundu kumeripotiwa pia mapigano makali sana kwenye mto ambao amejulikana kama Mususa, hapo ni katika Kalundu. Les wazalendo traqués par la coalition FARDC UPDF à Mambambi Kainerugaba Zambie preveni. Ndio mtazamaji msikilizaji, hivi ni vyanzo vingi tofauti ambavyo vimeendelea kuelezea kuhusu operesheni hii ambayo imeanzishwa kuwa ni baada ya maneno yake kijana yake rais wa nchi ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye aliweza kutangaza kuwa ni lazima waanze kupiga wazalendo na kuwanyang'anya silaha, waweze kuweka silaha chini, ama wale ambao watakuja kutaka waweze kujiunga na serikali ya Kongo ama na jeshi la Kongo ili kuanza kupigania nchi ya Kongo akiwa pamoja kama jeshi la Kongo bila kuwa na makundi tofauti. Tunaendelea kufuatilia habari hizi, tutakuja kuwaletea ukweli kamili siku ya leo baada ya kujua jinsi mambo ilivyo kwa sasa baada ya operesheni hizo ambazo ziliweza kuripotiwa hapo jana kuanza masaa za asubuhi kati ya pande zote mbili. Natakuja kuelekea sehemu zingine tofauti ikiwemo maeneo mengine mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini.